kiti chako cha enzi. Kiti chako cha enzi. Bwana asifiwe. Good morning. It is a Saturday. Sometimes the day is slow in terms of waking up, in terms of kupatana hapa, but we thank God that it is a discipline for us who are in the journey and in the momentum of prayer, that every day is counting. We want to be on the mountain of prayer, praising God. Karibuni sana. Rise and Inspire, praise God on YouTube. God bless you. Mary Mboro, may the Lord bless you. Karibu sana this morning. Edward Jeru, karibu sana. May the Lord bless us. It's a morning to shout out so that we can draw many people as we can today in the name of Jesus. So help me to share on your stories, your status, and other groups that you are a member to. You can tag many friends, tag as many as you can, tag them along, and we will be a community here and blessed by God. So karibuni sana this morning from wherever that you are able to get us from. Karibuni sana, karibuni sana. Hallelujah, hallelujah. Welcome all of us. Bwana umeinuliwa zaidi na zaidi. Wewe uliyetupenda hata kama hakuna lolote tunalifanya kukufanya Mungu. You know we don't do anything to make God God. God is God by all himself. By himself is God. He is not added anything by our worship, our honor to his name. If for anything, he is our helper. We draw everything from him. And so welcome on board, that we may approach the throne of mercy, the throne of God, that we can receive our blessing even this morning in the name of Jesus. So karibuni sana. This morning, help me to share this, and then we hit the ground running, all by the grace of God. Kwa hivyo karibuni, 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 karibuni. Cha enzi.
Water, 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 H2O. Very important during this journey of fasting. Maji, maji, maji. Make sure that you are too close, too tight with your bottle this time. Water bottle, water inakusaidia sana. Every moment keep taking water, and even after breaking the fast, let's persist in taking water. It's very healthy because over 75% of our whole body is water. Your blood is water. Your saliva is water. Your tears is water. Your brain is water. Everything about us, the flesh is water. So let's also learn to be partakers of water. And the Lord will bless us as we keep this body healthy, because it is the temple of God. And so this morning, I welcome each one of us here, that we may have a session of prayer. We will do 45 minutes. We are already done with almost 10. So I'm here with us for the next around 35 minutes. And the Lord will bless us. The Lord will hear us after a 6 days long prayer on the mountain of prayer. Remember, today is 25th of January 2025, and it is our 24th day of prayer and fasting on the mountain of prayer. And so we thank God that our Lord can bring us this far in the name of Jesus. We bless the name of the Lord. Thank you, Caroline Karanja on YouTube. May the Lord bless you. All of us, Mamshi, karibu sana. I had already shouted on Mary and Edward. I made a shout out for you. So all of us, let's come on board. Then we will pray and we proceed on our journey. Remember our covenant, our date with the heaven is up to the 40th day, and it will be on 10th of February. That is around 16 days from now. It's only 16 days, and we are done with the 40 days journey of prayer and fasting. And so this morning, I welcome each one of us on board. I pray that all of us are blessed. I pray that all of us can partake this grace even on this mountain in the name of Jesus Christ. Kwa hivyo karibu sana ili tukaweze kuomba na kuendelea na ibada yetu ya maombi asubuhi njema on a Saturday. Father, in the name of Jesus, we thank you this morning. We bless your holy name, giving us the first 25 days of the new year. My God, keeping us alive, keeping us protected. My Father, providing for us. Lord, we cannot break it down one by one. We appear before you with hearts, spirit full of gratitude, saying ni asante sana Bwana, ni asante sana Mwokozi, kwa maana umetujalia, umetunemesha. Tumeona muujiza baada ya muujiza. Mungu Baba, hujatuachilia even when we were asleep and we were deep in it. Lord, you don't slumber, you don't sleep. You watch over our going, our coming back, our lying down, and our rising again. Our Father and our gracious King of Kings, we worship your holy name this morning. My Redeemer, I lead other brothers and sisters, Father, who can recognize the grace of God. Father, we come here on the mountain because we are helpless without you. Our refuge, our source of help is you, Lord God Almighty, the maker of the heavens and the earth. My God, this morning, I bow before you with your people. I repent in the name of Jesus. Every sin, oh God, every thought that is wicked, I pray, Almighty God, you who searches the hearts and the lives of men, my Lord, forgive me, cleanse me with the precious blood of the Lord, that Jesus, during this service and during this time and the new year, I am acceptable before you, even my sacrifice. I pray for the same about my brothers and sisters, oh God, before you. Have mercy upon them, oh Lord. Forgive their trespasses, and Almighty God, fashion them afresh,
that Almighty God, as we pray together, as we bring our issues to you, my Lord, you shall be pleased to grant our prayer in the name of Jesus. My Father, my Lord, I even repent the sins of the church of God on earth. Have mercy upon the members of the body of Christ all over the world. Lord, our God and our gracious King, have mercy upon us. That, Lord, you shall hear every convened meeting, every assembly that is active, oh God. You shall be in their midst, Almighty Father. Your word, oh God, will be active in our lives in the name of Jesus. And that our prayers, even, Lord, the things that we tell other people that God, our God will do, they will come to pass because you are together with us. Have mercy, be compassionate upon us this morning. Father, I repent with the nation. I pray, oh God, have mercy upon our country. Lord, our leaders, my Father, forgive them, Almighty. Jesus Christ, forgive the citizens of this beautiful nation where we have gone astray, where, Lord, we have ignored our God. Father, have mercy on us and draw us back to yourself in the name of Jesus. Baba wa mbinguni, kila mmoja wetu ambaye amefunga na anaendelea na hii safari, na muombea umsamehe na umsafi kwa damu ya Yesu, ya kwamba kufunga kwetu haitakuwa jambo la kawaida na la kidini, lakini Bwana, tutakutana na tutaonana na wewe katika mlima huu na tutapokea mahitaji yetu kwa jina la Yesu. Asubuhi jema Bwana Mungu wangu, tunasema ni asante. Ni asante kwa ubali wa siku 24 katika mlima wa kufunga na kuomba. Ni asante kwa miujiza ambayo umetenda. Asante Baba, kwa sababu wewe uko na maombi yote tuliyoyainua. Sisi huenda tulisahau tuliomba nini the first day, but yourself, oh God, you'll never suffer memory loss. My God and my Redeemer, have mercy upon us, Lord, as we continue to intercede. We believe in prayers, and we believe in you, O God, the God of prayer. My Father and my Redeemer, have mercy on us. Be pleased, O God, to grant year 2025 as a victory to us, as a favor to us from the hand of the Almighty, our gracious loving Father. Ninaomba asubuhi jema kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ukashuke na ukatende, ukashuke na ukatembee, ukashuke na ukajidhihirishe katika jina la Yesu. Mungu wangu, katika weekend ya leo ninaomba kila aina ya magonjwa ikashindwe katika jina la Yesu. Ninaomba kansa ikazimike kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana, asma ikapotelee mbali katika jina la Yesu. Ninaomba high or low blood pressure, it is not an issue in the name of Jesus Christ. Ninaomba Bwana ya kwamba diabetes unaiangusha, unaiondoa kwa watoto, kwa wazazi, unaiondoa kwa ndugu na dada zetu, na Mungu wetu unaponya huu ugonjwa ukiondoa kwa jina la Yesu. My Father and my God, I pray even about the other conditions, oh Lord, ambazo watoto wetu wamezaliwa nazo, ambazo watu wako wanaishi naye. I pray for any form of disability that God, you are coming through and you are doing a new thing about our health in the name of Jehovah God. Depression na magonjwa mengine na majina yake, my Father, my Lord, let them fall, let them fail, let your people be healed in the name of Jehovah God. Magonjwa mengine yanakula pesa, my God and my Redeemer, yanafanya jamii maskini. I pray, Almighty God, you who hears prayer, you with who there is no impossibility. My God, I pray, may you come through. May you come and do that which only you can do for us in the name of Jehovah God. Mungu wangu, ninaomba katika taifa hili, Mungu wetu, unatubarikia nchi yetu, unalida, unahifadhi nchi yetu, rasilimali zake. Baba wa Kenya, unawabariki ukiwajalia viongozi wetu. Baba Mungu wetu, teka mawazo yao nyara, teka maisha yao Bwana, ili Mungu wakufuate na wafanye kazi kulingana na mapenzi yako kwetu katika taifa hili. Mungu, endelea katika serikali, endelea katika Mungu wetu hali zote, every arm of the government. Tunaomba Bwana ukajionyeshe, wewe unayetupenda na wewe tunayemcha Mungu. Baba wa mbinguni, umetukuka na
unaheshimika. Mungu wa mbinguni, kuna wale hawana kazi, wengine hawana biashara. My God, I pray with them today. Do a new thing about their state in the name of Jesus. Wape biashara, wape kazi. Wengine wamesoma, wako na certificate, my God. Mungu wa mbinguni waone. Wengine Bwana hata wako mafichoni kwa sababu wameshindwa kulipa madeni yao. I pray for this desperate situation, these desperate people. My God, you are the only one who can help us. Help them, Almighty. Baba wa mbinguni, familia zingine hazijui amani. Mungu Baba, ninaomba shuka ukajionyeshe. Watoto wengine wameingia kwa madawa na mihadarati, wazazi wamechanganyikiwa. I pray, oh God, restore, my Lord, these families in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, whatever the situation is, Mungu Baba, si ukashuke. Wengine wanafanya michango kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya matibabu. Baba wa mbinguni, shuka ukajionyeshe. My God, as we bring together all our prayer items over this week, my Lord, hear us, oh God, and grant it, oh Jehovah, in the name of Jesus. Wewe ndiye kimbilio, wewe ndiye msaada, wewe ndiye Mungu pamoja nasi. Hatuna mwingine. Mungu wetu wa kuaminia, wa kutumainia, wa kutarajia ni wewe pekee. Tunaomba utusaidie. Tunaomba Bwana utusikie na utujibu maombi yetu kwa jina la Yesu. Asubuhi jema katika mlima, ikiwa Saturday, tunaomba mkono wako wa kuume uwe pamoja nasi. And I pray, Almighty God, that this is not a season of frustration. In the year 2025, it is not, oh God, a year of regret. My God, I pray that everything we plan to do, we shall see the result in the name of Jesus Christ. Your hand, oh God, will be upon us in the name of Jesus. That Almighty Lord and Almighty Redeemer, you will be pleased to bless us. You will be pleased to walk with us. You will be pleased to uplift us and to make our lives beautiful. And so, oh God, we declare we are blessed from the top of our heads to the bottom of our feet, and we are more than conquerors in Christ Jesus. We pray, Almighty God, ya kwamba kila mmoja wetu atakuwa na ushuhuda, atakuwa shahidi, kwa sababu tutashuhudia mkono wa Bwana katika maisha yetu. Asante Yesu, asante Mwokozi. Wale Bwana utaokoa, Mungu wetu tunakuomba ukaokoe wengi katika mwaka huu. Ni asante Mwokozi, ni asante kimbilio, ni asante Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine aliye kama wewe. We thank you, we bless you, we worship you, we adore you today. Being a weekend, Lord, favor us. Give us the joy of a weekend in the name of Jehovah God. Ni asante Baba, ni asante Mwokozi, ni asante kimbilio. Hatuna tegemeo lingine, ni wewe pekee. Asante kwa ishara na miujiza. Asante kwa uwepo wako mahali hapa. Ni asante kwa yale unatenda katika mlima huu. We take over January, February, March, November, December, the entire 12 months. You must deliver the blessing and the grace of God for our lives in the name of Jesus. And so we claim every season it will be a delivery of a package from heaven of perfect and good gift from above in the name of Jesus. Baba wa mbinguni, umetukuka, umeinuliwa na umeheshimika. Ni asante kwa zile ngome zimeanguka. Ni asante kwa mapepo na maadui kuchanganyikiwa na kuzimia katika jina la Yesu. Asante kwa baraka, asante kwa neema, asante kwa afya, asante kwa amani. Mungu Baba, tunakushukuru tukikushangilia na kusherehekea. Wewe ndiwe Mungu wetu na Baba wa mbinguni. Tunakushukuru, tunakutumainia, wewe ndiye tegemeo. Na ni katika jina kuu, jina la Yesu Kristo, tunaomba hata kuamini. Amen. 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 Amen, amen, amen. Wapendwa, karibuni today. Thank you so much for those who have voted YouTube and have voted Facebook, even for this noble, very important session of our 24th day of prayer and fasting. My friends, I want to bring to our attention one of our agendas today of prayer is faith. Faith.
and we thank God for his faithfulness, kwa sababu ametufikisha hapa wengine bila imani, lakini imani ndio iliachiwa kazi yote na mbingu. Kazi yote ya Mungu kwa wanadamu inahusika imani ya mwanadamu, sio imani ya Mungu. God doesn't need faith. Faith is only applicable in the world of men. And so we have been given faith. We need to understand what faith is all about so that we can build our faith. We can value our faith. We can live by faith, by the grace of God. Na haya maombi ambayo tumefunga katika 40 days, without faith it will be nothing. That's how crucial faith is. Hata vile tunaenda kanisani, unafanya matoleo yako, hata vile ambavyo unasaidia mtu barabarani kwa sababu hajiwezi, wewe unamsaidia kwa sababu ni vizuri kusaidia. The difference between a charity and serving God is because serving God involves faith. Charity may not necessarily involve faith. It may be out of what they call philanthropy. You are a giver by nature. And so tofauti ya watu wa dunia wanapopeana na watu wa Mungu wanapopeana ni kwamba watu wa Mungu wanaongozwa na imani, wako na imani, lakini watu wa dunia hawana imani. Wanatoa kwa sababu wako na mali, wanatoa kwa sababu wameguswa kwa moyo, na wanatoa kwa sababu hata wao pengine wangependa wapewe wakati wa shida. Lakini watu wa Mungu, anything and everything you do, the difference between you and the world is the faith that you carry. That's how important faith is. The Bible says it is impossible to please God without faith. That's how critical faith is. If you want to sing, sing by faith. If you want to give, give by faith. If you want to pray, pray by faith. If you want to live, live by faith. That is the difference between us and the people of the world. Faith is critical. Faith holds the center of the lives of men and women under the sun today. Na kwa hivyo wapendwa, I pray that we value our faith in the name of Jesus. In the scriptures, the word faith occurs 514 times in the Bible. That is critical. Katika kitabu ambacho unasoma, kama neno moja litarudiwa mara 500 in the 66 books of the Bible, kama kuna jambo moja inarudiwa mara 500, then you cannot ignore that particular word or phrase. You cannot overlook. Hauwezi sema ati kitu namna ati tuseme everywhere ukienda unasikia watu wanataja Pastor Kinyanjui. Ukienda mahali, ukiingia kwa matatu unasikia Pastor Kinyanjui. Ukienda kanisani Pastor Kinyanjui. Ukienda kwa TV Pastor Kinyanjui. Ukienda kwa radio Pastor Kinyanjui. Ukienda kwa simu yako the pop-ups Pastor Kinyanjui. You can't ignore, my friend. You must search. Hata wewe ukienda kwa social media, the thing that keeps popping up, you click on it. I'm telling you, because you cannot ignore. Faith is that's how faith looks like katika kitabu, katika Biblia. When you open the Bible, there is a lot of scriptures on faith, and so you cannot ignore faith. Listen to what Jesus said in Matthew 21 verse 22. He said, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Matthew 21 verse 22. And whatever you ask in prayer, you will receive if the condition, if you have faith. So kama hauna imani, wenda utafunga, wenda utaenda prayer center, wenda utaita watu wengi ili uweze kuwahusisha katika hii maombi, but I'm telling you, the only time that your prayer will be effective is if you have faith. I pray in the name of Jesus this wonderful morning that whatever you ask in prayer, you will receive it if you have faith. Faith is critical. And when I will be finishing, nitakuonyesha a scripture that God is so concerned about faith.
And if God is concerned about something, if anything is of concern to God, it is grievous to man. It is not something ambayo utaignore na maisha iwe ya kawaida. Hapana. And so prayer counts on faith. That is how important, how crucial the faith is. And if faith is that crucial, how do we then manufacture faith? Faith is built. Faith is produced. How do you produce faith? Because faith is not produced by God. Faith is produced by man. Faith is it is something, and in the realm of man. Faith is in the realm in the realm of man. And so the Bible says the way to make faith, wapendwa, the way to make our prayer work, the way to make the word of God work in our lives, the way to make our worship work, the way to make our families make it is this way. Romans 10 verse 17. The Bible says, so faith comes by hearing, and hearing through the word of Christ. Hallelujah. Faith can be made. Faith is not an emotional feeling. Faith is a substance. Faith is something you can show. Hallelujah. Faith. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. The more you hear the word of God, the more you read the word of God, the bigger, the better, the powerful is your faith. Your faith will be bigger. Your faith will be active. Your faith will be working if you are a reader of the word of God. I ask us today, love your Bible. Have both the soft copy, the hard copy, so that when your brain tries to loiter, unaweza kutoka kwa hiyo soft na unaingia kwa the papers, the hard copy of the Bible. Wherever, the Israelites waliambiwa in the book of Deuteronomy by Moses that in your houses you shall write the word of God and hang it on your forehead, put it on your doorpost. Put the word of God. Fill yourself with the word of God, because heaven will be moved by faith. But it is not faith that is emotional feeling. It is faith that is the word of heaven, where God is the owner of the word. Hallelujah. Are you learning something? Praise the name of the Lord. Faith is not, sio ati vile unatembeanga unasikia watu wanasema na huyo ni mtu wa imani. Kwa sababu ati anaomba maombi mzito, ama amesimama ameongea kikitu, unasema huyo mtu imani yake iko. Hapana. If you want to show me the strength of a person's faith, let me hear the word of God in his life. Hallelujah. Read the word of God. Even children, wakati wamesoma neno, wanapata ile imani. Hata watu wazima, watu wazee, wakisoma neno, imani inajengeka. Meditation. Ndio maana Mungu akamwambia Joshua in the book of Joshua chapter 1 and verses 8, akamwambia, let this book of the law never leave your mouth, meditate on it day and night. Kwa nini Joshua asome neno usiku na mchana? Ni kwa sababu mbele yake kulisimama assignment kubwa. Haleluya. Mbele yake kulisimama mto Jordan na ulikuwa unajaa, na lazima angefukisha wana wa Israeli after taking over from Moses. He needed to build faith. Ndio maana Mungu akamwambia, meditate on the word of God day and night. Joshua chapter 1 and verses 8. In the Old Testament, those heroes and heroines of faith, they carried the word of God. Hallelujah. Na wakati Joshua alijazwa na neno, not even Jericho would stop him. Even wakati alijengeka, because this word is not the word of God is not just spoken in church. Kwenda church sio enough. I am loving a sermon that was delivered by Pastor Leah. For those who do not know Pastor Leah, tomorrow you will be meeting her on Inoro TV at 8 a.m. Make sure that you tune in. She will be there. She will be ministering. And there is a certain kind of sermon she has delivered this week, in the course of the week, about the place of the private, the place of secret. That what we see in the public,
must be a reflection of your private place. Kwa hivyo imani siyo ya kanisani, imani ni ya wewe pekee. Tukikutana kanisani, ni watu wa imani wanakutana. Listen to this. Joshua, hiyo imani yake haikuwa kubwa mbele ya wana wa Israeli. Sio tu imani ya kuondoa Jericho, ya kuondoa Jordan na ya kuchukua nchi ya ahadi, nchi ya Canaan. Hapana. In Joshua chapter 24 and verses 15, the Bible says that Joshua summoned the entire community of Israel, na akawaambia mchague kama mtamtumikia Mungu aliyewatoa Misri akawaleta, ama mtatumikia miungu ambayo mumeipata hapa, miungu ya Amori, miungu ambayo ni masanamu. Akasema verse 15, but as for me and my family we shall serve the Lord. Alikuwa amejenga imani yeye kutoka kwa familia yake. He was overflowing in the community of the believers. Na kwa hivyo wapendo wa kanisani is an overflow of the private place. Ni vile ambavyo umejengeka kiimani in the personal private place. Kwa hivyo jenga imani, jisomee neno. Weka audio version of the Bible. Vile ninaona watu wanaweka earpods, wanaweka headphones, wanaweka earphones. Wacha pump the word of God, the audio version of the Bible. Wacha ikuingie sana, hata si sana mahubiri, kwa sababu sometimes hapa online kumejaa false prophet. You could be listening to very dangerous messages za watu ambao they have distorted the scripture. Kwa nini usiweke audio ya Biblia? Audio ya Biblia, the version of the Bible. Unasikia sauti inasoma Romans 3:23. Hallelujah. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Yani unasikiza Biblia inakuja. Then you write, you can have some pieces of paper or cards that carries the memory verses. Unajifunza moja per week ama mbili ama one per day, na unaimemorize. Una make sure watoto wako hawajalala kabla hamjasoma lile neno. Una make sure hata mahali munaenda fellowship ama mahali munaenda kwa chama, unasema unajua ni Mungu ametuleta pamoja, si tusome tu Zaburi aya 121. We will look up to the mountains. Where does our help come from? It comes from the Lord. Alafu unawaambia hii chama yetu, msaada wetu utatoka kwa Mungu, na tuombe. You are able to bring the word of God, to saturate yourself, to concentrate yourself with the word of God. Unfortunately, wapendwa, we have concerned ourselves with the very irrelevant things. Unakuta unafuata celeb fulani, hakujui, hawezi kukufanyia lolote, ya kwamba unajua jana alikuwa wapi, kwa sababu yeye ni wa social media, ni kesi gani inaendelea, ni nini na thread. Yani mawazo yako imejawa na watu ambao hawezi kukusaidia. Yani matukio, kila kitu. Ukienda kwa Google, the most googled things, the trending things are not the things that have direct impact into our lives. I pray that in the mountain, on this mountain of God, kila mtu tutajishughulisha na kujenga imani yetu. Njia ya kujenga imani ni njia ya kusoma, kusikiza na kukaa na neno la Mungu. Hallelujah. Wapendwa, build your faith. Fill yourself with the thing that will change, will transform your life in the name of Jehovah God. Katika mlima huu, sio pesa tu tumeendea, sio afya tu tumeendea, sio familia tu tumeendea. We are going for greater things than what is physical. In the name of Jesus Christ. Naomba ya kwamba neno la Mungu litakujaa. Utakuwa na neno likikuongoza. Watu wale wengine watakuja kuongea na wewe because you carry what drives life. What drives life is the word of God, and God is found in his word. The way a man is able to make God work for him is to convert the word into faith. Hallelujah. Faith is that concentration of the word of God. Unaingiza lugha ya Mungu, ya kwamba ukisimama mbele yake. Unajua Moses angesimama mbele ya Mungu, anamwambia Mungu, sikiza,
mimi si kuumba hawa watoto wote, hii ni kabila yako, hawa ni wana wako wa Israeli, na ukiwaua hapa, ukiwamalizia hapa, wa mafarao, watu wa Misri watasema haukuwa Mungu, ulishindwa kutufikisha Canaan. Alafu maandiko inasema na Mungu akabadilisha mawazo yake. I am telling you, the lugha ya Mungu is the word of God. When you speak faith, hallelujah, the heaven will do it. Jesus said in Matthew 18, whatever you bind here will be bound in heaven. Whatever you loose here will be loosed in heaven. Kwa hivyo lazima uingize lugha, muelewane na bingu, ndio ukifunga bingu inafunga, ukifungua bingu inafungua. Hallelujah. It is amazing. It is interesting. Listen to Hebrews 11 and verse 6. The Bible says, and without faith it is impossible to please God. And without faith it is impossible to please God. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. This is how critical, crucial, important, how vital faith is to any person under the sun alive today. Hebrews 11 verse 6. And without faith it is impossible to please God. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Ndio maana tuko kwa mlima. What is keeping us to the 24th day of prayer and fasting is to know that God will reward those who seek him. And how will he reward those who seek him? The Bible says in Matthew 7 verse 8, those who seek him, he is found of him. Verse 7 inasema, ask, it will be given to you. Knock, and the door will be opened. And then part 3 it says, seek, and you will find. Then verse 8 says, for whoever asks receives, and whoever knocks, the door is opened, and whoever seeks, he finds. That is the reward. When you read together with Hebrews 11 verse 6, listen to it again. And without faith, it is impossible to please God. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. The answer to our prayers will be a reward. Hallelujah. Kwa sababu ya imani, Mungu ataweza kutujibu. Mungu ataweza kushuka na kufanya maombi yetu as a reward because we have faith. I pray today in the name of Jesus ya kwamba utakuwa na imani mpendwa, kwa sababu imani itafanya matokeo ya maombi haya ambayo tunayapata. Hallelujah. And what is the fuel of faith? What is that keeps the word of God alive in our lives? Ni nini hiyo? Kwa sababu tunajua faith is the word of God in our lives. That word of God, what keeps it alive in us? The Bible says in Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Faith rides on hope. Faith is transported by hope. Huwa unaweka imani kwa sababu kuna tumaini ulilo nalo. Unatumainia that one day your children will become somebody. That hope will make you have faith. Hallelujah. The hope, always have hope. Wapendwa, usiwahi poteza tumaini. Tomorrow is better. Kesho yetu ni jema kuliko leo, na leo ni kuzuri kuliko jana. Na Mungu wangu siku moja atabadilisha my background story. Wenda sitarudi miaka nyuma, siwezi rudisha time nyuma, lakini I can prove that history ya kwamba ahead of us lied something better. Wenda hatukuweza kusomeshwa na wazazi wetu, watoto wangu watasoma kwa sababu niko na tumaini. So I have faith now that we will move that particular hope and bring it to pass. Hallelujah. Na waombea wapendwa that you not be hopeless. You know the work of the enemy is to make sure that you have no hope. Kila wakati the news that are trending, they are desperate news to make sure that you are left hopeless. And hopelessness
will lead you to becoming nobody. Hopelessness will drain your faith. Hautataja neno la Mungu because you have no hope. Yani imani ndio inafanya uishi. We live by faith, not by sight. And so when the faith is attacked, it is attacked through hope. When you become hopeless, then you no longer talk about any word of God. Yani hautasimama useme Mungu anaweza kupromosha majengo ya Jericho. Hauwezi kuona katika maisha yako ya kwamba kuna vizuizi viko na Mungu wa Jericho anaweza kuwa Mungu wako leo. Yani huna hope. When hope is drained, your faith becomes a normal citation of the Bible, like how our CRE teachers used to do in primary or in high school. Unajua tukiwa shule, mwalimu wa CRE kukua anajua Biblia from the stories of Adam all the way to the new heaven in Revelation does not mean ya kwamba yule mwalimu alikuwa na imani. Wengine walikuwa hata wanatufunza wakiwa wanalewa, wakiwa tu na maisha ingine ya dunia. Hiyo ni ya masomo tu. It is using the Bible like any good literature book or material. The tofauti ya mwalimu wa CRE na mtu ambaye ameokoka ni kwamba sisi tuko na imani na tuko na tumaini. Hilo neno ukilisoma liko na uhai, linafanya. Haleluya. Kwa hivyo we graduate from becoming CRE teachers. Wakati huu wa the curriculum ya CBC sijui wanaita nini, but the CRE Christian Religious Education, we don't want to be like those hopeless teachers ambao wao walikuwa tu wanafunza material lakini they did not have faith in what they taught, because I believe ya kwamba kama wao walikuwa watu wa imani wangekuwa kama wachungaji. Wachungaji ni walimu wa hiyo kitabu, wa hiyo Biblia, na pia wao wanaishi kwa hiyo Biblia. Kwa hivyo utaona a reflection of God in the life of a minister or the teacher of the word. I pray in the name of Jesus, mpendwa, you will not be hopeless. Usikubali ati kuamini ati huo ugonjwa utamuweka chini. Usikubali ati leo vile huna job ati lazima utende hiyo matendo ya dhambi ndio uweze kusustain kama kupreserve your family o kazi yako. Kuwa na imani, kuwa na tumaini ya kwamba today they may fire you, tomorrow God is waiting for you to become a boss. Mungu anataka hata wakutoe ndio uende uweke biashara, uende uweke shule yako, uende uweke kibada yako na utakuwa mwajiri. Hey, who is like our God? Alimbariki Isaka hata wakati wa kiangazi, na kuambia it doesn't take the rains for the seeds to germinate. Mungu anaweza kukubarikia. Miujiza kwani ni nini? My friend, faith is powerful. Build your faith. Make sure ya kwamba umeamini neno na unaendelea kuamini neno. Fuata hilo neno na utaona Mungu akifanya, kwa sababu ni mwaminifu. In fact, I'm emphasizing faith because hope and faith and love, they work together. The Bible says in 1 Corinthians 13:13. Remember, I'm saying that faith rides on hope. Ya kwamba unaweza kuwa na imani lakini upoteze tumaini, na hiyo imani umebeba neno lakini hauna hope, kwa hivyo haitakuwa active, haitafanyika. The Bible says in 1 Corinthians 13:13. So now faith, hope and love abide, these three, but the greatest of this is love. Faith, hope and love abide under the sun as long as you are breathing. When you wake up in the morning, these three you must make sure unaziangalia, unaona kama ziko active. Unaweka password, kama zimeblock una unblock, kama zimezimia unazifufua. Hizi tatu: faith, hope and love. Hallelujah. And then love tutaipata hata mbinguni, hiyo itaendelea. Lakini as long as you are breathing here, faith and hope are your greatest treasures, very precious. You must make sure that they are in the best of version. They are updated every morning in the name of Jehovah God. Hallelujah. 1 Corinthians 13:13. So now faith, hope and love abide. I pray today that someone will go to the mountain and tell the Lord, Father, update my faith, update my hope, update my love. Hallelujah. Utamwambia Mungu katika mlima huu, my God,
activate faith in me, activate hope within me. Hallelujah, ya kwamba utaomba imani iliyo imara katika mwaka huu, that whatever comes along, whatever happens in January, you are already up to date. Yani kama kuna tukio litatokea, wewe tayari, wewe mzima unajua uko na Mungu wa Januari, uko na Mungu wa Februari, aliyeshika Disemba ndiye Mungu wangu. Na kwa hivyo utasimama mbele ya majitu kama vile David alisimama in 1 Samuel chapter 17. Alisimama mbele ya Goliath akamwambia, you come to me in the world of the physical with the javelin and with the spears. I come to you in the God of Israel, whom you have defied. And today your flesh, that big body, the birds of the air will celebrate a feast. You are a party to the animals. Hallelujah. This man was using faith. Yani David alikuwa hata anamwambia Saul, yani Saul, wewe hujanijua. In the bush I slew, I killed lions and bears. The faith, the hope that David had of bringing down Goliath could not be stopped, not even by State House. Hallelujah. Yani imagine, huyu mtu anaongea mpaka mfalme ambaye anaongoza magenerals anaamini ati mawe 5 inaweza kugonga a giant ambayo imekuwa ikiangusha, mtu ambaye anarusha makobora, na nasikia mwingine anasema makolobusta, anarusha missiles, yani ako na historia ya kushinda vita. David anasimama mbele ya Saul, anamwambia huyo jamaa nitamuweka chini. That is faith. Hallelujah. I pray today that faith of Joshua, yani anaambia wana wa Israeli siku 7 mutazunguka Jericho, hamutapigana na mallets, mutikohora ifo hii Jericho, mutaizunguka tu. Siku ya 7 mara 7 mutapiga tarubeta, arafu hizi. Hallelujah. I pray that the people we admire in the scripture, we shall be careful to study what drove them, what kept their lives going. It is not the money they had, it is not the family background they enjoy. Apana, it is the activation, updating of their faith in God. Walikuwa wanaamini Mungu, ya kwamba huyu Mungu ako na uwezo wa kugeuza mambo. My brother, my sister, it may be too dark, but there is no darkness without a morning. Mpendwa, hakuna siku haina mwanzo na usiku wake alafu ingine inakuja. My friend, I am encouraging you. Huenda uko chini, but I want to let you know ya kwamba wale wako chini ndio wanainuliwa. Hallelujah. Maskini ndio siku moja anaondolewa, kulingana na 1 Samuel chapter 2. Hana akaomba akasema, wewe unayetoa maskini katika kiara kia mahuti, you are the God who raises the poor. Hallelujah. And makes them sit with the kings. Na kuombea leo that you will not be hopeless. The devil will not succeed in whipping you to hopelessness. Yeye Mungu atainua imani yako. Endelea kupata neno, endelea kuamini neno katika jina la Yesu. Wachungaji, tusipotoshwe, wacha manipulation, wacha kuendea nguvu zingine. Do not be hopeless. Siku yako na huduma yako inakuja. Hallelujah. And every eye, every ear, every person shall see, shall experience, yani kile kimekuwa kikitendeka. The Lord is building your imani. The Lord has an agenda with you in that ministry. Don't give up, pastor. Don't give up, rev. Don't give up, bishop, evangelist. Apana, don't give up. Whatever title that is beside your, before your name, don't give up. God who brought you to this far is holding your tomorrow. Alpha and Omega is our God. Let our faith be alive. Let our faith be alive this morning in the name of Jesus Christ. Mpendwa, ninakuombea leo ya kwamba imani yako haitazimia. Be driven by hope today. Ukiingia kwa hiyo duka yako, iwekelee mikono. Mwambie Mungu, hii duka yangu iko namna hii leo. I am believing you that towards the half of this year, you will have done a new thing. My hope, my faith is in you, oh God. Come and do it. Wapendwa, Mungu atatenda. Mungu atajidhihirisha na atajionyesha. And I'm telling you, you must be careful, mpendwa, even as you pray, because faith
is a risk. Faith is something that is vulnerable. The enemies are looking for your faith. Wanataka kuangusha imani yako. Hata yale shetani yatakuwa akifanya around you is trying to discredit, to bring down your faith, to counter your faith. The Bible says in 1 Corinthians 16:13, be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. In 1 Corinthians 16 verse 13, be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Mpendwa, be firm in your faith. Let everybody leave you. One day they are coming back to check what happened to you. Let them meet the shock of their lives, that they left you thinking you are coming down. They didn't know that your faith is feeding in something that cannot be destroyed or overcome. You are feeding from the word of God. Faith is the substance. Hallelujah. Faith comes by hearing the word of God. Be firm in your faith. Si Mungu alikuongelesha, stand with your vision. Aminia Mungu aliyesema atafanya, atatenda. Hallelujah. Unajua watu waliorusha Danieli katika lile shimo la simba walifikiria ameisha, because his God did not show up during the threatening moment. Lakini hawakujua Danieli alikuwa anaomba 3 times a day. Hallelujah. His faith was in God. Hata walipofungua lile shimo na wakamrusha na wakaenda kulala, walifikiria asubuhi wataanza sasa kupokea matangazo katika ikulu ya kwamba one of us ambaye alidefy, aligeuka, asha face the music na amekufa, mazishi yake hatutaki hata kuisikia. Yeye hakuwa na serikali hii, yeye alikataana na sisi. Huyo ni Danieli, tumempatiana kwa Siba. To the shock of their lives, early in the morning, wakati prezo aliamukia pale, because Daniel was a factor in the Babylonian kingdom. Become a factor where you are. Let your faith be recognized. Hata mfalme alijua huyu ni mtu wa imani, huyu ni mtu ambaye si hivi hivi. I am telling you, early in the morning akaenda kuconfirm. Alisikia, alimuuliza Danieli, je, Mungu wako alikuja? Because you must be known for what you stand for. Aliulizwa, Mungu wako alikuja? Naye Danieli akamwambia rais, wewe ishi milele. Mungu wangu alitumana malaika. Rais anasafiwa na advisors, anasafiwa na protocol na nini. Naye Danieli alicite the protocol of faith, the protocol of heaven. Alisema Mungu alidispatch some angels, and those angels walishuka katika hili shimo, walishuka katika hili buga la masiba, wakafunga vinywa vyao, and I am here intact. Hallelujah. And you know, when the spiritual realm speaks, the physical realm honors. It takes orders from the spiritual realm. Kuanzia hapo, rais alisema Danieli mara moja atolewe. Na kwa sababu hautaishi katikati ya maadui, my friend, I'm telling you, hao watu waliomataka kukumaliza, siku moja wao ndio wataingia kwa lile ambalo walichimba. Lile shimo walichimba, wanaingia. Rais mwenyewe Nebukadneza alisema hawa watu wote washikwe, warushwe kwa Siba. Naye Danieli madaraka na akachukua usukani na uongozi wa zile ziku. I pray in the name of Jesus that your faith, hata kama inatingizwa, haitatingika. The word of God stands forever, and the thing that makes our faith comes by hearing, and hearing the word of God. You are founded in the word of God. Usitingike mpendwa, hapana. Wacha kuendea hao manabii wa uongo, wacha kuendea hao wachawi, wacha kuendea utamaduni. Atene polisi tarutetwo, atene thakame cia andu cirenda kuitwo, ucio ni ugoma. You know, believe in God. Hallelujah. How do you go to consult with the spirit of the dead? Ati shosho alikufa hakuwa amefanyiwa hiki, huenda ni yeye ananifuata. Those cultural powers and beliefs and demonic forces, we must overcome them.
For our struggle is not about the flesh and blood. Ephesians 6 and verse 10. Our struggle, we do not fight against the physical. We are fighting against the even if the demons will manifest kama shosho aliyekufa, because the demons can take any shape. They are spirits. They can come in the fashion of shosho. They can come in the fashion of what you fear. Wewe usishughulike nazo ati kuangalia ati zimetoka wapi. Unajua wakati mwingine unauliza mapepo, umetoka wapi? Umetoka wapi? Utatoka. Wacha sarakasi. Songa na neno. Speak the power of God. Jesus would say, come out and go. Hakuna ati historia ati nini nilitendeka, wachana na hizo. Hata wakati Yesu alipopatana na the paralytic ambaye alikuwa amewekwa pale kando ya Bethsaida, aliuliza yule mzee wa 38 years katika magonjwa, akamuuliza unataka nikufanyie nini? Yeye akaanza story ati watu wanakujanga before niingie kwa maji, wameweka mgonjwa wao kwanza, mimi nimebaki. Yesu hakushughulika na hizo story. Hata hakumuuliza yeye amezaliwa na nani, hata hakumuuliza baba yake ama kama aliwahi oa ama akitoka hapo ati ataenda wapi. Yesu alisema rise up, take your mat, walk home. Hallelujah. Faith is powerful. You don't consult. Unakuwa na conversation na mapepo ya nini? Ati kuuliza wewe umetoka wapi, umerushwa na nani, for what reason? What I want is the condition I want to be in. Kama ni utajiri, I'm not standing my poverty programs. Hapana, mimi ninajua Mungu atabariki kazi ya mikono yangu. Mimi nitie bidii, umaskini utaenda. Hallelujah. Mungu atanibariki. I pray today hautachanganyikiwa. Watu wanafunga safari, wanaendea miujiza sijui wapi, sijui wanasafiri wapi, sijui wanatuma nini, trying to buy faith. I am telling you, I encourage you today, this morning on the mountain of prayer, 24th day fasting and praying, ya kwamba imani ndani ya neno la Mungu is what will build your faith. Miracles will happen, mountains will move at the command of faith. Wakati umeshika neno na umeliamini, you will command, na ya kwamba Mungu atafanya na atatenda. Today I ask you that as you pray, remember 1 Timothy 6:12, fight the good fight of the faith. Hallelujah. Fight the good fight of the faith. Make sure that your faith is built. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. And Apostle Paul, kile kinafanya tumtaje, because 2/3 of the New Testament is written by Paul, is because of this one thing. In 2 Timothy 4:7, the Bible says that Apostle Paul wrote to Timothy and said, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hallelujah. What made Paul the giant of the day? Angesimamana na serikali ya Kiroma, the Roman government, and shake it. Kile kingefanya Paul asimamane na dini za ile siku, Mafarisayo na the Judaism, yeye angesimama Masadukayo awaambie the God of heaven have done this. Kile kilikuwa kinafanya Paul asimame mbele ya Peter, amwambie Peter, don't present a double standard injili katika kitabu cha Wagalatia. Wakati hata Peter alikuwa anaogopa, Paul angesimama anamwambia hapana, you must preach to the Jews and to the Gentiles the same, ya kwamba circumcision, the law does not count here. It is the life of grace of Jesus. Ni kwa sababu Paul anatuambia kwa Timothy, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Paul kept faith. Paul kept faith. Paul kept faith. I pray that such can be read after your journey under the sun. People will say, they are lift a man. I can see Flo here. They are lift a Flo. They are lift a Lydia. They are lift an Edward. They are lift a Faith. They are lift Caroline. They are lift Pastor Kenyanjui. They are lift Pastor Leah. Oh, who fought the good fight, who finished the race, and they kept the faith. Hallelujah. Even while dead, you will be alive to the generation ambayo itakuwa. Paul is dead today, but he is so seriously alive in our lives, in our generation today, because he kept the faith. Na kuombea mpendwa, ya kwamba leo utatembea katika imani na utamwaminia Mungu. I wish tulikuwa na nyakati ya kusoma kuhusu imani
uweze kuelewa vizuri. But I am also promising you ya kwamba over time tutaweza kusoma and pale kwa Voice of God we are founded on the word of God and nothing else. But I want to let you know how powerful the faith is. In Ephesians, it's the last scripture I read, we pray and I release you to the mountain. Ephesians 6 verse 16, it says, in all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. In all circumstances, take up the shield of faith. Wapendwa, in all circumstances, take up the shield of faith. Katika hali zote, chukua ngao ya imani, ambayo itazima mishare, makolobosta, mabomu ya mapepo, nguvu za midomo, dimi, watu wanaoharibu majina, watu wanaoattack the broods, watu ambao wanataka kuangusha familia. The way to shield yourself, the way to stand against the wicked schemes of the devil is to take the big shield of faith. Hallelujah. Imani uikuze, that it will be a shield that covers you, and you are very active to mind about the state of your shield. The state of your faith is to make sure that you keep reading, you keep pumping the word of God into your life. Hallelujah. Mpendwa, si upokee imani, si neema ikutoshe, si Mungu akuzindishie hiyo imani ya kwamba utaweza kusimama katika nyakati yako na utatenda mapenzi ya Bwana. Our God and our Father, in the name of Jesus, on the 24th day of prayer and fasting, we receive the faith that will move our lives in this new year. Your word, oh God, is what builds our faith. Naombea wapendwa hawa, hawatachanganyikiwa, hawatachanganywa, lakini Mungu unatuinua, unatujalia na unatunemesha. Jenga imani zetu, tujalie Baba, tunemeshe Baba, tushike kwa mkono wako na utuelekeze kwa jina la Yesu. I thank you Almighty, on the 24th day of prayer and fasting, tunapoendelea kuomba na kuinua mahitaji yetu mbele zako. Bwana, shuka na utende. Ni asante Baba, kwa maana imani zetu utatuelekeza naye katika mwaka huu. Haya tumeomba kwa imani katika Kristo, tunaomba na kuamini. Amen, amen. Mungu awabariki sana wapendwa, na neema iwatoshe. Kesho ni siku ya ibada kanisani, kwa hivyo make sure that you go where you worship from. Ukienda pale, jaza imani, endelea na maombi siku ya 25 on the mountain of prayer by the grace of God. Mungu akuhuishe na kunemeshe. I also take the opportunity to welcome you at Voice of God Church and Ministries, where I pastor, and I welcome you. We usually have two services. Service number 1 starts at 8:30 through 10:30 a.m. Sasa tuna concentrate sana na maombi na neno, ili imani na maombi ziandamane, na kwa hivyo it is a Swahili English service, 8:30 to 10:30 English Swahili service. Karibu tuwe na ibada pamoja. Ibada ya pili inaanza 11 a.m. It is a Kikuyu version. Tunaenenda from 11 to 1 p.m. Karibuni sana, na tunaomba, tunaaminia Mungu na tunamtumainia. May the Lord bless you. Na pia kesho asubuhi pale saa 2 you can join Pastor Lea on Inoro TV live in the Rumuka program. Atakuwa anatuletea neno la mwaka by the grace of God. Na zote tumebarikiwa na neema inatutosha. If you want to connect with me, my number is put there by Mr. Edward Jeru. My number is 0725-743-631. Kama ungependa kuwasiliana nami, ungependa maombi ama mahitaji, you can text me, you can WhatsApp me, or you can call, na Mungu atakubariki na atakujalia. Wale ambao wanajiunga nasi for the first time, the kind of fasting that we are doing is called vegetable Daniel's or Passion fasting, na ni safari ya siku 40. Tunakula matunda, vegetables, na pia vinywaji, tukimtumainia Bwana. Kama uko na condition, umeambiwa na daktari ukunywe madawa, ukikula wewe kunywa na ukule, but make sure you are in prayer, na Mungu atakubariki, atakunemesha,
na neema yake itakutosha. May the Lord bless you. The same time here next week by the grace of God. Lakini kesho tuko live 2 times in the first service 8:30 to 10:30. We are live on Pastor Kenyanjui, or both on YouTube channel and on Facebook, plus also live on the page of the church, Voice of God Church and Ministries. And please follow us. Also subscribe pale, na ukienda pale YouTube, there are so many videos there. God will speak to you by his revelation, na neema itatutosha. God bless you. I love you. Thank you for keeping up on the mountain. God bless you. Shalom this Saturday. Amen. Amen. God bless you.